The Chama Show only gets bigger and better. This week we dive into the Matatu industry, which is one of the most lucrative industries we have in Nairobi, Kenya. Unaenda wapi? Kibera. Kibra. Umezoea kukua chauffeur? Chauffeur jamani, watu wa taxi. Sasa hebu niambie kama kuna taxi itaingia Kibera. Mimi naenda Rogai. Naona uko nanganya hapa, lakini let me tell you, I'm not any less of a person. Mimi naenda kule kukutana na matatu hatari sana. Mimi naenda kukutana sasa na wale hatari. Kabisa wewe. This week we have an interesting episode for you, so stay tuned and welcome to the Chama Show. Matatus are the most commonly used means of transport in the country. About 880,000 passengers out of 4.3 million people in Nairobi use matatus. There are a total of 133 matatu routes and 2,841 matatu stops in Nairobi. It is estimated that there are 692 registered matatu SACCOs, which are in charge of about 100,000 matatus in Nairobi. Most of them started out as small chamas and have eventually turned out to be SACCOs. One of the most inspiring things is the drivers and conductors have joined hands and started their own chamas. Today, we decide to sample two of the major routes in Nairobi. Hii ni chama genge yote. Ngumi ni mbwekse. Mbwekse. Mbwekse gote hapo. Mbwekse. Wagote hapo. Mbwekse tena. Mbwekse. Sasa hii ndio mbwekse. Na hii ni hiyo ni jamu. Jamu. Oh, mbwekse jamu. Hey, ulisoma. Ulikuwa unataka kuwa nini ukiwa mkubwa wewe? Ulikuwa unataka kuwa nini? Engineer. Sasa utakuwa engineer na mbwekse. Mbwekse na jamu. Tuambie jina tafadhali. Tuanzie hapa. Naitwa David. Wewe ni dereva ama konda ama konda? Na wewe mheshimiwa? Mimi naitwa Kevo. Wewe ni? Mimi konda. Wewe ndio uko na hii? Wewe ndio uko na hii. Meno naona zinang'aa. Hizi ndio zinawavuruta bwana. Ukifanya hivi gari inajaa. Ukifanya hivi gari inajaa. Unaona huyu ako na matatu, ukifanya hivi watu wanaingia. Huyu ako na matatu. Wewe ni kweli wako na matatu. Itakushika. Nini ya kushika? Sasa ukishikilia hivi mlango ndio watu wanaingia wakiwa na matatu. Na wewe bro? Naitwa Moseti. Yeye ndiye dereva. Wewe ndio dereva? Ni pilot. Pilot. Gari gani? Hii moja. Haiwezi kuamini. Usuli amekauka. Amekauka huku. Na sasa kama ni chuma iko hapo nimeamini Moseti. Na wewe? Ndio naitwa Billy. Makanga wao. Na wewe naitwa Stan. Mimi DJ. Nataka kuingia kwa sako. Sina kitu. Niko tu na ndoto ya kukua kwa sako ya Rungai. Inaanza wapi? Lazima wachivu uwe na matatu. Okay. Either iwe that 2-seater ama 14-seater. Yeah. After that, ndio kuna procedure unafaa ufuate. Okay. Procedure? Yeah, from our chairman. Okay. Yeah. Kama ushanunua gari kwa board na ikiendelea kujengwa, before iwekwe TRB, unaitafutia dereva. Driver mwenye ako na qualifications za kuwa dereva. Okay. Yaani lazima akuwe na unasema TLB. Kabla uchukue TLB ya. TLB sasa ndio nini? Kuna watu wajui TLB ni nini? TLB ni yenye inakuruhusu kufanya kazi on a specific route. Tuseme example kutoka Nairobi kuja Rungai. After kuchukua TLB ndio sasa SACCO itakuelezea. Okay. Bills zenye unafaa ulipe ndio upate membership. Sasa ndio mtu akuje afike mpaka mahali wa kununua basi kama hii. Of course, hii kitu ni expensive. Hii ni kama pesa ngapi? Milioni kama 6. Saizi kuna mtu ana milioni 6.
ama wewe for example wewe unataka kuona basi yako kwa sako, ni unachanga kwa sako mpaka siku utafikisha basi ama kunaenda gaji ama unaweza kupea ukiwalipa pole. Sasa kwa sako ukitaka kuweka savings unaweza weka savings, okay, as in kulingana na limit yenye unataka. Okay. Ikifika certain amount unaweza chukua loan, okay, kwa savings zako ama wao wenyewe kuchukulia gari, okay, kwa pole. Hii sako inawasaidiaje nyinyi kama mavijana kimaisha, inakusaidiaje? Wakati nilikuja hapa Rongai kitu ya kwanza kuna vijana walikuwa idle. Wako na kazi. Wengine walikuwa kama gera. Kuja ikawachukua kapatia kazi pale town. Unapea kazi hapa. Kuna wengine hapa Rongai wawili. So at the end of the day unapata nini? Unapata kitu jioni. Unaweza kulipa rent, unaweza kulipa school fees, everything. Na kila kitu. Na ubaki na kitu. Nice. Kwa hivyo inasaidia kabisa. Chamas truly help. In Kibra, I have discovered that they have 3 circles having approximately 600 vehicles. Bureti Circle is the biggest circle, and today they have enrolled me as one of their tout, commonly known as Kanges. Chao. Ngoja. Chao. Twende. Beba. Chao. This guy started with old 14-seater Matatus to now owning 6 of the newest 33 minibuses. That right there was an interesting journey to DC stage. I didn't know I had many talents the way I've discovered today. So I am in DC stage in Kibra, and I'm meeting the founders and members of Kibera Bureti Sako, right, which is Kibureti, the way it's branded on their Matatus. With me is the chairman, the secretary, and the treasurer, and this is one of their loyal members. Menikaribisha huku kwenyu. Sana, karibu sana. Nimekuja tujadiliane maneno ya sako yenyu kwenye mlianzia, chama vile imewapeleka kwa hii kikundi yenyu. So tukianza, Mr. Chairman, kama unaweza nieleza chama yenyu mlianzia wapi na ni nini iliwa inspire ama ni nini iliwafanya mkafikia kuanza chama? Kwanza sisi tunaona we are young friends ambao tumekaa mtaa together. Some tulikuwa tukibebwa hapa kwa magari, then we were interested in this kind of business because tulikuwa chini. So tukatafuta hizi 14 seater hizi kuku zinaitwa zinaitwa mende. Zinadharauliwa sana, zinaitwa mende kwa barabara. Lakini hapo ndo mlianzia. Hapo ndo tulianzia. Okay. Tukiwa na almost because of challenges that we had with other circles within Kibera. So we came together na tukafikiria mbona tusianze sako. Sisi watu ambao tuko na maono together ambao tuwezi karibisha na watu wenye na magari makubwa. So in 2014 we went to the registrar and we registered a sako, Kibera Bureti, and from there we had about 30 Nissan as per the law for you to form a Matatu sako. Okay. Then from there it has been a great journey. With the new changes in Matatu industry, the coming in of NTSA. So as we were moving, we saw there's a need for us now to upgrade ourselves
from the Mendes to now The real the things. real Like the one I came with. You know, I've had such a nice time kwa hiyo matatu. Nikianza nilikuwa nadhani ama naweza anguka pale kwa mlango, but I think I've done a nice job. Nitakuja mniandike hii kisha. Karibu. Okay. Yeah. So tukaona the best way is ni kushikana mikono, kwa sababu unajua such a vehicle is not cheap. That vehicle is almost 5.5 to 6 million. Yeah, it's not cheap to own such a bus. So and then we also motivated the youth within Kibera. Tukasema the best way is kushikana. Luckily we had a bank that supported us, Nice. which is Faulu. Tukikuja kwa upande wa pesa, hata nikwambie pesa ni adui ya binadamu. Inaweza kutuleta pamoja ama itutenganishe kabisa. Sako mzima, pesa inaingia, pesa inatoka, records zinaekwa. How has your experience been? Sasa upande wa pesa ni kitu muhimu sana, na mahali sako inaenda kuharibika ama wanachama kutoroka ni mahali inafikia mahali ya pesa. Kitu muhimu kwa sako ni uaminifu. After the break, we get to know more information from Joro.